itakayoisha na yenyewe tunaitoa. Sasa kwenye swali letu ndo nikasemaje, tunasema wametuambiaje, the program should keep repeating tufanyaje, kumwallow user ku repeat the process as many times ambazo yeye anapenda, ambapo kwenye hapa ni wapi tuliandika the program should prompt user hapa, the program hii hapa namba 3 inasema the program should allow the user to repeat this process as many times as the user likes, ambapo tukasema hapa tutatumia while loop. Unasema okay, na mimi tuko pamoja. Kama una shida utanirudia tena. Namba 3 ndio hii. Sasa hii ili program iweze kujirudia as many times, tutatakiwa tutumie while, tutumie hii while loop, ambao sasa while loop inahitaji condition ambayo forever itakuwa true unless hii true itakuwa false. Kwa hapa kwenye hizi brackets inabidi pawe true. Umeona? Itabidi pawe true unless the condition becomes false, ndio itabidi ibadilike. So for now tutaweka true ili iweze kujirudia kumwask user kuingiza zile namba. Sasa tunachofuata sasa ni kwamba tunarudi tena kwenye nini, kwenye dokumenti yetu. Tunatuambiaje? Tunakuja kwenye swali, kwenye namba 1 hapa. Tunaangalia kile ambacho kinawezekana kufanyika kwa wakati huo. Nikiangalia kwa macho yangu hapa, namba 1 inaweza kufanyika kwa sasa hivi, kwamba anasema C++ program that reads a positive integer entered by an interactive user. Kwa this one tunaenda kufanya hii hapa sasa hivi. Hii namba 1. Kumwambia user ingize nini? Hiyo value. So tunachokifanya hapa ndani ya while loop, kwa sababu sinatakiwa inajirudia kumuuliza user kuingiza hiyo namba, kuna bidii tuifanye ndani ya while loop, sio nje. Kwa ndani ya while loop tutaandika cout, then tutamwambia cha kwanza, kabla hatuja ask kupata namba, lazima tumwambie user aingize namba. Tumpe message kwamba kumwambia anatakiwa aingize namba. So tutamwandikia hapo, afu tutamwambia enter a positive integer number. Tutamwambia enter a positive integer number. Lakini kama unaweza ukataka umuongezee hapo porojo nyingine, unaweza tu ukamwambia kwamba unaweza kumwambia tu 0 au kumwambia 0. Kwa sasa hivi tucomplicate, tumwambie tu andike hiyo, kwa sababu tayari maelezo mengine yako pale juu. Basi tutaishia hapo. Alafu sasa tutashuka chini, itabidi tufanyaje? Tufanye cin ili tuweze kupata hiyo positive number. Lakini sasa cin hapa kwa sasa hivi hatuja declare variable ambayo itabidi itunze ile namba ambayo user atafanyaje? Ataiingiza. Kwa we have to declare a variable ili hii cin iweze ku work out. So tutakuja hapa nje ya while loop, then tutafanyaje? Tutaandika variable yetu. Variable yetu ndio we accept to receive a positive number. A positive ambayo hiyo positive number is a whole number, not a decimal whatever. So as long as hiyo ni whole number, we expect to have an integer. Then tutasema hiyo number tutafanya declaration, hatutafanya initialization. Tuta declare hiyo variable number. Then sasa kwa sababu tunataka hiyo input hiyo number, tutaipitisha hiyo number hapa. Kwa namba akiingiza tutapata value ya hiyo number hapo. Mpaka hapo na mimi wote tuko sawa. And I believe pia mnaandika. Naomba msitegemee sana video. Naomba mfanye kabisa ili ukikosea tujue tunarekebishanaje hapa. Itakuwa ni vizuri zaidi. Ila ukitafuta tena video ukikwama sijui utafanyaje. Ila ukikwama sasa hivi nitakusaidia hapa. Kwa sasa hicho kitu cha kwanza tumeambiwa tufanyaje? Tuandika hiyo. Kwenye programu yangu na experience kuna error and I'm looking for that error. Inatokana wapi? Okay, sijaweka semicolon hapa. Sawa. Kama kuna sehemu kuna error kwenye VS Code hapa, itakuwa inaonyesha rangi nyekundu hapa. Kwenye hii name hapa juu hapa. Hii mouse haikuaje? Haikui. Okay, hapa panakuwa pekundu hapa. Kwa hapa sasa hivi nimerekebisha, imeshatoka ile rangi nyekundu. Kwa hapa tayari
na uwezo user kumwambia afanyaje aingize. So let's to try tusije kweli itamwambia user aingize. Kwa hiyo tuone vitu vingapi tumeshavisolve mpaka sasa hivi. Nita run tena compilation ili ku-update ile compilation ya kwanza. Nitaandika G++. Nadhani Angelina, this is what you will do also kama utatumia VS Code. Hiyo the other way settings sijui, mimi najua hivi tu. Kwa nitafanya hapa .cpp pub nikilani hapa nisha compile, then I have a file. Okay, nikilisti utaona kuna file nyingine imetengenezwa inaitwa A. Hii ndo output ya hii program ambayo natakiwa ni ilani. Kwa hiyo ndio maana nafanya tu hivi, ili kuilani hiyo file itabidi niandike dot hiyo / then nitaandika a.output. Then program yetu imelani, imeleta hizo instruction na imeomba nini? Imeniambia ni enter a positive integer number. Sasa hapa I can just enter a number. I can just enter a number like 5. Itaniambia nirudie 6. Nikiweka namba haita stop kwa sababu ipo ndani ya nini? Iko ndani ya while loop. While loop condition yake tayari ishasema ni true. Kwa unless ile true become false ndio itafanyaje? Ndio ita stop. La sivyo hapa maisha yake yote ita stop unless labda kompyuta ishiwe umeme hapa. Ndio ita stop. Umeona? Kwa mimi hapa nitai cancel. Lakini ukiangalia hii kwenye programu yangu inavyorun, haya madudu yamefanyaje? Yamebanana sana, and the program it will look more attractive. So at least I need to separate hizi kitu hapa. So what I will do ni kwamba baada ya hii message ya mwisho kuwa printed, I need to fanyaje? I need to see out the end line, kwamba ile line iwe empty, hapo ndio ifuate line nyingine. So nita end line hapa. So what will happen baada ya kuandika hiyo, mtaona hapa itaacha tu gap hapo itakachofanya. So nita compile tena kusave program yangu, then nitarun program yangu. So unaona sasa hivi hapa baada ya namba 2 kuna gap fulani hapa. So hii ina separate hizi parts mbili, hata ukiwa unaangalia programu ukiwa unasoma zinaeleweka. Kwa ile process yetu itaendelea hapa. Sasa nikija tena kwenye ile script yetu inayotu guide kwenye hii hapa ametuambiaje? The program should prompt user to enter integer that the user wishes to enter. Hii subiri kwanza, hiyo tuachane nayo kwanza. Hii ya kwanza hii tayari tushafanikiwa kumwambia user aingize value hii, na yenyewe tutaichapa rangi kujua kama hii tushamalizana nayo. Alafu kuna nyingine ile alisema tufanye process iwe repetitive as many times as the user likes. Hii hapa tushatumia while loop na yenyewe hii hapa imeshaisha, tunaichapa rangi na yenyewe. Umeona? Kwa hivi ndivyo vilivyobakia kwenye swali letu kuendelea kuvimalizia. Kwa tunaangalia kinachowezekana kufanyika tukimalizie kabisa. Sasa hapa sasa anatuambiaje? Namba 2. Namba 2 anasema print out all the positive divisors of that integer in a column and in descending order. Sasa kinachofuatia, kwa sababu okay, nitataka tu confirm kitu kimoja kwamba je, kweli tunapata ile value ambayo user anaingiza hapa. Nitachokifanya hapa chini ya cout just to confirm, hii sio sehemu ya program tulioambiwa tufanye, ila na confirm kama kweli tunapata hiyo namba aliyoingiza user. Then nitafanyaje? Nitaandika cout hiyo, nitaandika hiyo namba ambayo user ameingiza. Je, kweli tunaipata hiyo namba? Then nitakuja hapa nitasave program yangu tena kwa maana kucompile, then nitalani. Nikilani nitaingiza 67. Okay, inaonekana hapa lakini kuna issue ya nanili ya line break. Niweke ili iweze ku break tuone vizuri hiyo namba. Okay, then I will have to save again. Hapo then tutaenda hiyo. Okay, then sasa nitaingiza tena namba yangu labda 65. Tumepata 65. User akiingiza 68 inaonekana 68 hiyo. Akiandika 85 inaonekana. So hapa sasa hivi tuko na uhakika kwamba user akiingiza ile namba yake tayari inapatikana. Lakini sasa kwenye hizo namba tuliambiwa programu yetu haitaki kupokea namba ambazo ni negative na hiyo namba ambayo ni 0. Tunapokea sisi tu ni positive
integer numbers. Lakini ukiangalia hapa tunapata kweli, lakini hapa nikisema niandike negative, utaona bado ina accept. Utaona bado ina accept. Hapa nikiandika negative, nikatika negative 45 inapata negative 45. Nikiweka 0, unaona inakuja 0. Sasa sisi hatutaki programu yetu ipokee negative na 0, hatuzitaki. Tunataka tu namba iliyokamilika ambayo ni positive 2. Umeona, ambayo ni kuanzia 1 na kwenda juu. Sasa ili tuweze kufanikiwa kufanya hivyo, kwa sababu tushapata uhakika wa kupokea hiyo data ya namba kwa user, inabidi tufanye filtering ya hiyo namba. Sasa kufanya filtering, the choice we have here ni kwamba itabidi tutumie control structure, and the possible control structure ni kutumia if condition, if else conditions, kufanya filter ya hiyo namba, ambapo sasa tutakuja chini sasa ndani ya while loop, kwa sababu program yetu inabidi iwe inajirudia. Kwa everything here tutaandika ndani ya while loop. Kwa tunakuja kwenye ndani ya while loop, tutasema if. Kuandika if, utaandika if, utafanya hiyo brackets, then nje hiyo brackets utaweka hizi curly brackets mbili hizi. Kwa hiyo sasa ndani ya hii if inabidi tuweke kitu ambacho kitafilter hiyo namba ambayo user anaingiza. Kwa tutasema kwamba kama namba, kwamba if hiyo namba aliyoingiza huyo user ni less or equal to 0, or hiyo namba equal to 0, then we have to tell that user a certain message. Inabidi tumprintie kwanza message hiyo. So kwenye condition kule tulishaambiwa, kwenye swali letu tayari tulishaambiwa kwamba ikitokea user ameingiza namba ambayo ni 0 na au namba ni ndogo zaidi ya hiyo 0, tumpe message kazi fulani. Ukiangalia namba 7 hapa ameambiaje? When the user accidentally enters a 0 or negative integer to have its divisor calculated, the program should inform the user that the input is unacceptable and should allow the user to try again. Kwa hiyo tuna hii hapa message tumeambiwa tumwambie user akiingiza hiyo kwenye hiyo condition hii hapa. Kwa sasa hapa maana kwenye C out yetu hapa itabidi tutengeneze hii message imwambie user kwamba umeingiza an acceptable number. Hapa itabidi tumwambie user umeingiza an acceptable number. Let's end the line hapa. Kama ikitokea kweli hiyo hiyo namba itakuwa ni ndogo au ni sawa na 0, inabidi tumwambie message hapa, ambapo message inabidi tumwambie kikawaida, ili ambayo imenyooka message hapo tutamwambia kwamba the input is unacceptable, must be a positive integer. Kwa nitairekebisha tu sentence yangu hii hapa, the input is unacceptable, kwamba tutamwambia hapa the input is unacceptable, must be a positive integer, must be a positive integer. Umeona hiyo? Hapo sasa kwa sasa hivi tunaishia hapo kwanza. Umeona? Tunaishia hapo. Kwa ikitokea user ameingiza hiyo negative sasa hivi tuna uhakika kwamba hii program yetu itamwambia hivyo. Kwa I'm expecting pia na nyinyi mmeandika the same thing na program yenu ina run huko kwa sasa hivi. So nitasave tena program yangu kuhakikisha je kweli itamwambia user hivyo. Then nitakuja hapa nitaweka negative, naweka negative 45. Unaona program inachomwambia the input unacceptable must be a positive. Kuna neno nimeongezea pale takiwi. Must be a positive integer. Then pia nikiweka 0 itamwambia tena user the input is unacceptable must be a positive integer. Alafu tena sasa nikiweka namba ambayo ni sahihi haitanipa ile message, itaniprintia tu ile namba. Nikiweka namba ambayo ni sahihi itanipa tu ile namba sahihi kwa sababu ndio sahihi. Kwa hiyo tumesha filter hiyo namba yetu hapo.